Bwana Yesu asifiwe. Ninazidi kumtukuza Mungu kwa sababu ya uhai ambao anatupa. Amekuwa pamoja nasi na anazidi kuwa pamoja nasi. Ninamtukuza Mungu kwa kweli, na ninamtukuza Mungu kwa ajili yako wewe ambayo umefungua channel hii. Mungu akubariki sana. Basi kabla hatujaenda mbali sana, tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu unatupenda. Umetupa muda huu ili tujifunze. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Roho Mtakatifu utaanza nasi katika kujifunza mpaka tumalize pamoja nawe kwa utukufu wa jina lako takatifu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi video iliyopita tuliona kuwa tunaweza kuwa tuna Roho Mtakatifu lakini tusipoenenda naye, yaani tusipoenenda sawa na yeye anavyotaka, tunakuwa tunamhuzunisha na baadaye tunamzimisha kabisa. Sasa Roho Mtakatifu anafananishwa na nini? Roho Mtakatifu anafananishwa kama mgeni ambaye ana uwezo wa kufanya kazi zote, na amekuja kwako kukutembelea, na sio tu kukutembelea, amekuja kwako kukusaidia kazi za nyumbani. Na hapo nyumbani una kazi nyingi sana. Sasa wewe badala ya kumkabidhi nyumba na kusema hii ndo nyumba, fanya chochote unachotaka, wewe unakuwa tu unamwelekeza. Kwa labda nenda kafagie pale, nenda kadeki pale. Kwa hiyo anafagia, anakuja anakaa. Anaenda kudeki, anakuja anakaa. Sasa anapokuwa anakaa tu, hana kazi nyingine ya kufanya, anakuwa hajisikii vizuri. Kwa hiyo ndio maana ni vema kumkabidhi nyumba. Kwa hiyo ndivyo tulivyo watu tuliokolewa. Tunakuwa tumeokolewa, lakini hatumkabidhi moyo wetu wote yule Roho Mtakatifu ili afanye kazi pamoja nasi. Tunakuwa tu tunamwambia machache, labda Mungu, ninaomba unisaidie katika hili, labda nisaidie katika maombi, anakusaidia. Lakini katika kuchagua ni kazi gani ya kufanya, katika kuchagua ni biashara gani ya kufanya, hatumkabidhi. Katika kuchagua ni mtu, yani kumweleza ni kazi gani katika roho tunaweza kuifanya, hatumwambii. Kwa hiyo anabaki tu anahuzunika, hana cha kufanya. Kwa hiyo ni lazima tumkabidhi nyumba nzima, tumwambie sasa, uingia chumba chochote, fanya chochote vile unavyotaka, safisha vile ambavyo unataka. Kwa hiyo maana katika Biblia sisi ni kama nyumba, ni jengo la Mungu. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Korintho sura 3 mstari wa 9 ni